Tumeongea maneno ya elimu, maneno ya vijana kukosa kazi, na ni kusema ukweli tuko na maneno mingi ambaye imechangia vijana kukosa kazi. Kwa mfano, Mwai Kibaki, Mungu amlaze, endelee kumweka mahali pema, alianzisha free primary education, tukaigia karibu free secondary education, lakini hakuna mtu aliangalia kuona hawa vijana wakimaliza shule wataenda wapi, watakuwa wakifanya kazi gani. Na ndio unaona hiyo miaka mingi tumezaa vijana wengi sana ambao wamesoma lakini kazi hakuna. Tunakubaliana na vijana kwamba lazima serikali iangalie na iwe na mbinu za kuhakikisha vijana yetu wakimaliza masomo wataweza kujimundu na wapate mapato waweze kuendesha maisha yao. Na kwa hivyo hata kama tuko na malalamishi, tukumbuke kwamba Rome was not built in a single day. Tumekubaliana kwamba yale maneno ambayo imekuwa ikiendelea, kuna maneno ya abduction, kuna maneno ya extrajudicial killing, hiyo maneno yote tunataka kuiangalia na tufanye improvement. Manake hata ile serikali tulikuwa tukilia haya. Kwa hivyo lazima sisi tukiwa serikali tuweke mikakati ya kuhakikisha vijana yetu wako na maneno yao ambayo wanafanya, ili tuondoe hasira mingi kwenye generation ambayo iko na pia kwa wazazi wao. Kwa hivyo sisi si watu ya kuhepa zile mashida ziko. Tunaangalia zile mashida ambayo zinaendelea na pia ile mikakati tumeweka ya kuhakikisha Kenya itaendelea mbele. We take another milestone ili sisi na nchi ya Kenya iendelee mbele. Hatuwezi kuwa kila wakati ni kufitina watu. Ati wewe ukiwa ni kiongozi wa upinzani, na mimi jamani nataka kusema vile Kenya imekuwa for the last 1 month, tuendelee namna hiyo. Tusiwe ati mtu mmoja tu amerudi Kenya, sasa furugu imeanza tena. Ati maandamano tumeanza tena. Kenya tunataka kuendelea mbele.